Jambo mtazamaji, na karibu katika mwendelezo wa makala mbalimbali zinazokujia kupitia chaneli yako pendwa. Leo tunamwangazia mwanamke shupavu, jasiri na mwenye maono makubwa katika tasnia ya mboga na matunda, sekta inayofahamika kitaalam kama horticulture. Mwanamke huyu si mwingine bali ni Jackie, ambaye kwa uthubutu na bidii yake ameweza kuleta mabadiliko makubwa kwa wanawake na vijana. Lakini Jackie ni nani? Mimi naitwa Jacqueline Mkindi na mimi ni afisa mtendaji mkuu wa shirika la TAHA, lakini vile vile ni mwenyekiti wa makampuni tanzu ya TAHA na ni kama CEO mwanzilishi wa taasisi hii ya TAHA. Safari ya mafanikio daima huanza na wazo dogo, lakini uthubutu wa kulifanyia kazi ndio hufanya ndoto kuwa kweli. Jackie anatusimulia nini hasa kilimsukuma kuingia katika sekta hii ambayo mara nyingi huhitaji uvumilivu, umakini na uwekezaji wa hali ya juu. Kilichonivutia sana kuingia kwenye sekta hii ya horticulture ni fursa iliyokuwepo kwenye sekta. Ukiangalia huko tulikotoka kwamba horticulture ilikuwa ni sekta ambayo ni kama a sleeping giant, ni sekta ambayo ilikuwa ina fursa kubwa, ni sekta ambayo ilikuwa inaonekana kwamba ikipewa support wakati huko tunakotoka ingeweza kutoa ajira nyingi kwa wanawake na vijana na kutengeneza uchumi wa taifa. Lakini kwa wakati huo kulikuwa hakuna wa kuisemea. Na wakati huo tulipoanza kazi kwenye sekta, wawekezaji walikuwa wanapitia changamoto nyingi sana. Na kulikuwa yani hakuna niseme chombo ambacho kingeweza kukaa na serikali na wadau wengine na kutafuta namna ya kutatua changamoto ambazo zilikuwepo wakati huo, ili basi sekta iweze kufunguka na kuvutia uwekezaji zaidi kwa manufaa ya taifa na wanawake wengi na vijana. Kwa hiyo hicho mimi nilikiona tangu mwanzo. Dhana iliyojengeka kuwa adui wa mwanamke ni mwanamke, lakini kwa Jackie imekuwa tofauti kwa kuwa ameweza kuwashika mkono wanawake na vijana, si tu Tanzania bara bali hadi visiwani, akiwasaidia kujikwamua kiuchumi kupitia kilimo cha mboga na matunda. Nimeweza kugusa maisha ya wengi ninaowafahamu na nisiowafahamu, kwa sababu kwa kupitia kazi yangu na kwa kupitia TAHA tumefanya kazi mpaka sasa hivi tuko mikoa yote ya Zanzibar. Kwa mfano, wakati naanza kazi ungeniambia kwamba ningeweza kugusa maisha ya Watanzania Pemba kule na Unguja na mikoa mingine ya bara, labda ningeona kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kiwezekana. Lakini namshukuru Mungu kwamba mpaka sasa hivi tumeweza kufikia Watanzania wengi wamenufaika na kazi zetu. Tumeweza kufungua masoko, kwa hiyo Tanzania sasa hivi inajulikana kwenye global market. Sisi kwa mwaka tunafanya kazi na wakulima zaidi ya 40,000. Kati ya hao 35% mpaka 40% ni wanawake. Mafanikio hayawezi kufikiwa bila changamoto. Hakuna safari isiyo na vikwazo, lakini msimamo, weledi na kutokukata tamaa ndizo nguzo kuu zinazomfanya mtu kuvuka milima na mabonde. Jackie anatufungulia ukurasa wa changamoto alizokabiliana nazo na jinsi alivyoweza kuzishinda. Kuna wakati tulipambana, yani hatukulala mpaka tukafanikiwa kuleta ndege ya mizigo. Alafu ile ndege ikaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kwanza wakati ile ndege inakuja, changamoto kubwa ambayo nilipitia ni kuwafanya wawekezaji waache mikataba yao huko waweze kuja KIA. Kwa hiyo ile siku ya kwanza ambayo tulisema kwamba leteni mizigo yenu, ndege inakuja, ile siku sikulala karibu siku mbili, kwa sababu wawekezaji waliniambia ndege hiyo isipokuja Jackie na tumeweka mizigo yetu hapa utalipa. Utalipa. Kwa hiyo nilijitoa kweli kweli kusema jamani nyie leteni, ndege itakuja. Usiku mzima watu wananipigia simu sikulala. Kwa hiyo ile ilinidisturb kwa sababu kwa nini inateseka hivi? Kwanza mimi sifaidi hii mazao wanaopeleka, si nini, why? Kwa hilo la kwanza. Lakini ukiachilia hapo, ndege ile ikaoperate ikafanya kazi miaka 2, wakafurahi wawekezaji. Siku moja ilitamkwa sera fulani ambayo ikafanya ile ndege ikapigiwa simu, nikaambiwa kuanzia leo hatuji tena Tanzania.
ile kitu iliniumiza sana na karibu niache kazi, kwa sababu mchakato wa kuileta ulikuwa ni wa kuumiza sana. Kila mtu mwenye ndoto kubwa hukutana na majaribu, lakini Jackie hakurudi nyuma. Tunasikia kutoka kwake jinsi alivyopambana na hali ngumu, kutoka nyakati za kushindwa hadi nyakati za ushindi. Kile ambacho kiliwahi kunifurahisha sana, ambacho mpaka sikulala, ni siku nimeenda kwenye mkutano. Je, hizi kazi mnafanya, unapambana na nini na nini, ujui kama kuna watu wanaku appreciate. Siku nimeenda kwenye mkutano, sitasahau, mwaka jana Kizimkazi. Alafu Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan akasimama akanishukuru. Namkumbuka Jacqueline akiwa kasichana kembamba kidogo. Mara ya kwanza tumekutana IOA, kama unakumbuka, Marekani. Unaiwakilisha Tanzania kwenye horticulture. Kasema kasichana kako smart. Nadhani mimi nilikuwa waziri sijui wa mazingira by then. Ofisi ya Rais mazingira na muungano. Nilikuja kwa issue za mazingira. Sasa ninafurahi kwamba umekuwa to the extent sasa uko kwenye nafasi ya kufundisha wenzio na kutangaza kabisa kwamba Jackie huyu sijaanza kumuona leo, nimemuona kuanzia akiwa binti mdogo. Lile tangazo kama uliliona, alivyosema alikuwa mwembamba, alikuwa na fight kama mnakumbuka. Kile kitu kwangu ilikuwa ni kama nimepewa certificate ya kuambiwa sasa basi hongera mama. Yaani nilifurahi sana, na ilikuwa ni zawadi yangu ya miaka yote ya mateso na miaka ya furaha katika kufanya hii kazi ya kilimo na sekta. Ilitosha kwamba ni zawadi kubwa, na mpaka leo unaona kwamba ni zawadi kubwa ambayo Lakini je, Jackie ana ujumbe gani kwa wanawake waliokata tamaa? Ni neno gani analo kwa wale waliopoteza imani katika safari zao za mafanikio? Kwanza wale ambao labda wanakatishwa tamaa, mimi niseme amini maono yako. Jamani, mimi napendaga kusema hivi, kelele za chura hazimzui tembo kunywa maji. Kuwa tembo. Yaani ukishakuwa tembo kwenye eneo lako watapiga kelele sana, lakini hawatakuondoa. Hilo muhimu. Tembo, na unakuwaje tembo sasa? Unajua tembo anamaanishwa jitu kubwa Sasa ukubwa wako sio umbo. Ndio yale mambo niliyoyasema, maono, mikakati, the understanding of how things work, yani uelewa wa mambo na jinsi unavyofanya kazi. Hiyo ndio inakufanya kuwa tembo. Kwa ukishakuwa unaelewa unachokifanya na unapambana, nakwambia watapiga kelele sana, utakatishwa tamaa sana. Na nasikiza nikwambie, hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa duniani ambaye hakuwahi kufeli. Hayupo, unaweza kunitajia. Huyu aliyetutengenezea balbu leo dunia nzima tunawasha twa umeme, alifeli mara 999. 999 mara ya 1000 ndio jamaa akafanikiwa. Lakini alipoulizwa, Albert Hansen alipoulizwa kwa nini imekuwaje hii process yake ikachukua muda mrefu na ukafeli, asema mimi sijafeli mara 979, mimi nilikuwa najaribu kufanikiwa mara 979 mpaka mara ya 1000 ndio nikafanikiwa. Mkoa wa Arusha unajivunia kuwa mwenyeji wa kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa mgeni rasmi. Mwanamke kama Jackie ni mfano halisi wa nguvu ya mwanamke anayewasha ari kwa wanawake walioko majumbani kuinuka, kutathmini nafasi zao na kutimiza ndoto zao. Niseme tu kwamba katika siku hii ya wanawake mwaka huu, mimi binafsi imenigusa sana. Kwanza kitaifa, kuja Arusha. Inafanyika kwetu, nyumbani kwetu, kwenye mji wetu, Arusha yetu. Kwa hilo mimi namshukuru sana kwanza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kukubali kutuletea jambo hili zito la wanawake wa Tanzania Arusha. Lakini vile vile nampongeza sana mkuu wa mkoa wetu Makonda. Nampongeza sana Mheshimiwa Paul Makonda
kwa sababu ya juhudi zake, innovation zake, mikakati yake, na ninafikiri ndio maana hasa hili jambo likaja hapa Arusha. Kwa mimi nimpongeze kiongozi wetu huyu. Na niseme kwamba wanawake tu wa Arusha, na mimi mmoja wapo, nimefurahi sana. Na ninajua hili jambo halitatuacha tulivyo. Na uhakika kwa namna moja au nyingine wanawake wa Arusha watanufaika na hili jambo. Aidha kwa maonyesho au kwa networking tu za wanawake wote kuja hapa na nini, lakini labda kingine hata ile tu michezo. Watu tumecheza, watu tumefahamiana zaidi. Kwa mimi na uhakika jambo hili litaacha biashara watu wamepata biashara. Kwa jambo hili litawaacha Wanaarusha na fedha mifukoni. Jambo hili litawaacha wanawake na knowledge, yani maarifa kichwani. Jambo hili litawaacha wanawake wa Arusha na contact za kuendelea kusonga. Mimi ni Jane Edward na haya ni makala kutoka TBC2. Tukikutakia siku njema ya wanawake duniani. Leo tunamwangazia mwanamke shupavu, jasiri na mwenye maono makubwa katika tasnia ya mboga mboga na matunda, sekta inayofahamika kitaalam kama horticulture. Mwanamke huyu si mwingine bali ni Jackie, ambaye kwa uthubutu na bidii yake ameweza kuleta mabadiliko makubwa kwa wanawake na vijana. Lakini Jackie ni nani? Mimi naitwa Jacqueline Mkinde na mimi ni afisa mtendaji mkuu wa shirika la TAHA, lakini vile vile ni mwenyekiti wa makampuni tanzu ya TAHA, na ni kama CEO mwanzilishi wa taasisi hii ya TAHA. Safari ya mafanikio daima huanza na wazo dogo, lakini uthubutu wa kulifanyia kazi ndio hufanya ndoto kuwa kweli. Jackie anatusimulia nini hasa kilimsukuma kuingia katika sekta hii ambayo mara nyingi huhitaji uvumilivu, umakini na uwekezaji wa hali ya juu. Kilichonivutia sana kuingia kwenye sekta hii ya horticulture ni fursa iliyokuwepo kwenye sekta. Ukiangalia huko tulikotoka kwamba horticulture ilikuwa ni sekta ambayo ni kama a sleeping giant, ni sekta ambayo ilikuwa ina fursa kubwa, ni sekta ambayo ilikuwa inaonekana kwamba ikipewa support wakati huko tunakotoka ingeweza kutoa ajira nyingi kwa wanawake na vijana na kutengeneza uchumi wa taifa. Lakini kwa wakati huo kulikuwa hakuna wa kuisemea. Na wakati huo tulipoanza kazi kwenye sekta, wawekezaji walikuwa wanapitia changamoto nyingi sana. Na kulikuwa yani hakuna niseme chombo ambacho kingeweza kukaa na serikali na wadau wengine na kutafuta namna ya kutatua changamoto ambazo zilikuwepo wakati huo, ili basi sekta iweze kufunguka na kuvutia uwekezaji zaidi kwa manufaa ya taifa na wanawake wengi na vijana. Kwa hiyo hicho mimi nilikiona tangu mwanzo. Dhana iliyojengeka kuwa adui wa mwanamke ni mwanamke, lakini kwa Jackie imekuwa tofauti kwa kuwa ameweza kuwashika mkono wanawake na vijana, si tu Tanzania bara bali hadi visiwani, akiwasaidia kujikwamua kiuchumi kupitia kilimo cha mboga mboga na matunda. Nimeweza kugusa maisha ya wengi ninaowafahamu na nisiowafahamu, kwa sababu kwa kupitia kazi yangu na kwa kupitia TAHA tumefanya kazi mpaka sasa hivi tuko mikoa yote ya Zanzibar. Kwa mfano, wakati naanza kazi ungeniambia kwamba ningeweza kugusa maisha ya Watanzania Pemba kule na Unguja na mikoa mingine ya bara, labda ningeona kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kiwezekana. Lakini namshukuru Mungu kwamba mpaka sasa hivi tumeweza kufikia Watanzania wengi wamenufaika na kazi zetu. Tumeweza kufungua masoko, kwa hiyo Tanzania sasa hivi inajulikana kwenye global market. Sisi kwa mwaka tunafanya kazi na wakulima zaidi ya 40,000. Kati ya hao 35% mpaka 40% ni wanawake. Mafanikio hayawezi kufikiwa bila changamoto. Hakuna safari isiyo na vikwazo, lakini msimamo, weledi na kutokukata tamaa ndizo nguzo kuu zinazomfanya mtu kuvuka milima na mabonde. Jackie anatufungulia ukurasa wa changamoto alizokabiliana nazo na jinsi alivyoweza kuzishinda. Kuna wakati tulipambana, yani hatukulala mpaka tukafanikiwa kuleta ndege ya mizigo.
Alafu ile ndege ikaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kwanza wakati ile ndege inakuja, changamoto kubwa ambayo nilipitia ni kuwafanya wawekezaji waache mikataba yao huko waweze kuja KIA. Kwa hiyo ile siku ya kwanza ambayo tulisema kwamba leteni mizigo yenu, ndege inakuja, ile siku sikulala karibu siku mbili, kwa sababu wawekezaji waliniambia ndege hiyo usipokuja Jackie na tumeweka mizigo yetu hapa utalipa. Utalipa. Kwa hiyo nilijitoa kweli kweli kusema jamani nyie leteni, ndege itakuja. Usiku mzima watu wananipigia simu sikulala. Kwa ile ilinidisturb kwa sababu kwa nini nateseka hivi? Kwanza mimi sifaidi hii mazao wanaopeleka, si nini, why? Kwa hilo la kwanza. Lakini ukiachilia hapo, ndege ile ikaoperate ikafanya kazi miaka miwili, wakafurahi wawekezaji. Siku moja ilitamkwa sera fulani ambayo ikafanya ile ndege ikapigiwa simu, nikaambiwa kuanzia leo hatuji tena Tanzania. Ile kitu iliniumiza sana na karibu niache kazi, kwa sababu mchakato wa kuileta ulikuwa ni wa kuumiza sana. Kila mtu mwenye ndoto kubwa hukutana na majaribu, lakini Jackie hakurudi nyuma. Tunasikia kutoka kwake jinsi alivyopambana na hali ngumu, kutoka nyakati za kushindwa hadi nyakati za ushindi. Kile ambacho kiliwahi kunifurahisha sana, ambacho mpaka sikulala, ni siku nimeenda kwenye mkutano. Je, hizi kazi mnafanya, unapambana na nini, ujui kama kuna watu wanaku appreciate. Siku nimeenda kwenye mkutano, sitasahau, mwaka jana Kizimkazi. Alafu mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan akasimama akanishukuru. Namkumbuka Jacqueline akiwa kasichana kembamba kidogo. Mara ya kwanza tumekutana IOA, kama unakumbuka, Marekani. Unaiwakilisha Tanzania kwenye horticulture. Nasema kasichana kako smart. Nadhani mimi nilikuwa waziri sijui wa mazingira by then. Ofisi ya Rais Mazingira na Muungano. Nilikuja kwa issue za mazingira. Sasa ninafurahi kwamba umekuwa to the extent sasa uko kwenye nafasi ya kufundisha wenzio na kutangaza kabisa kwamba Jackie huyu sijaanza kumuona leo, nimemuona kuanzia akiwa binti mdogo. Alile tangazo kama uliliona, alivyosema alikuwa mwembamba, alikuwa na fight kama mnakumbuka. Kile kitu kwangu ilikuwa ni kama nimepewa certificate ya kuambiwa sasa basi hongera mama. Yaani nilifurahi sana, na ilikuwa ni zawadi yangu ya miaka yote ya mateso na miaka ya furaha katika kufanya hii kazi ya kilimo na sekta. Ilitosha kwamba ni zawadi kubwa, na mpaka leo unaona kwamba ni zawadi kubwa ambayo Lakini je, Jackie ana ujumbe gani kwa wanawake waliokata tamaa? Ni neno gani analo kwa wale waliopoteza imani katika safari zao za mafanikio? Kwanza wale ambao labda wanakatishwa tamaa, mimi niseme amini maono yako. Jamani, mimi napendaga kusema hivi, kelele za chura hazimzui tembo kunywa maji. Kuwa tembo. Yaani ukishakuwa tembo kwenye eneo lako watapiga kelele sana, lakini hawatakuondoa. Hilo muhimu. Tembo, na unakuwaje tembo sasa? Unajua tembo anamaanishwa jitu kubwa Sasa ukubwa wako sio umbo. Ndio yale mambo niliyoyasema, maono, mikakati, the understanding of how things work, yani uelewa wa mambo na jinsi unavyofanya kazi. Hiyo ndio inakufanya kuwa tembo. Kwa ukishakuwa unaelewa unachokifanya na unapambana, nakwambia watapiga kelele sana, utakatishwa tamaa sana. Na nasikiza nikwambie, hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa duniani ambaye hakuwahi kufeli. Hayupo, unaweza kunitajia. Huyu aliyetutengenezea balbu leo dunia nzima tunawasha twa umeme, alifeli mara 999. 999 mara ya 1000 ndio jamaa akafanikiwa. Lakini alipoulizwa, Albert Hansen alipoulizwa kwa nini imekuwaje hii process yake ikachukua muda mrefu na ukafeli, asema mimi sijafeli mara 979, mimi nilikuwa najaribu kufanikiwa mara 979 mpaka mara ya 1000 ndio nikafanikiwa.
Mkoa wa Arusha unajivunia kuwa mwenyeji wa kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa mgeni rasmi. Mwanamke kama Jackie ni mfano halisi wa nguvu ya mwanamke anayewasha ari kwa wanawake walioko majumbani kuinuka, kutathmini nafasi zao na kutimiza ndoto zao. Niseme tu kwamba katika siku hii ya wanawake mwaka huu, mimi binafsi imenigusa sana. Kwanza kitaifa, kuja Arusha inafanyika kwetu, nyumbani kwetu, kwenye mji wetu, Arusha yetu. Kwa hilo mimi namshukuru sana kwanza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kukubali kutuletea jambo hili zito la wanawake wa Tanzania Arusha. Lakini vile vile nampongeza sana mkuu wa mkoa wetu Makonda. Nampongeza sana Mheshimiwa Paul Makonda kwa sababu ya juhudi zake, innovation zake, mikakati yake, na ninafikiri ndio maana hasa hili jambo likaja hapa Arusha. Kwa mimi nimpongeze kiongozi wetu huyu. Na niseme kwamba wanawake tu wa Arusha, na mimi mmoja wapo, nimefurahi sana. Na ninajua hili jambo halitatuacha tulivyo. Na uhakika kwa namna moja au nyingine wanawake wa Arusha watanufaika na hili jambo, aidha kwa maonyesho au kwa networking tu za wanawake wote kuja hapa na nini. Lakini labda kingine, hata ile tu michezo, watu tumecheza, watu tumefahamiana zaidi. Kwa mimi na uhakika jambo hili litaacha biashara watu wamepata biashara. Kwa jambo hili litawaacha Wanaarusha na fedha mifukoni. Jambo hili litawaacha wanawake na knowledge, yani maarifa kichwani. Jambo hili litawaacha wanawake wa Arusha na contact